Okay, asante ndugu msikilizaji. Ni kwa mara nyingine tena nikukaribishe kusikiliza simulizi. Na vile vile nikukumbushe tu pia usisahau kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kujipatia simulizi mbalimbali na za kusisimua. Asante, karibu sana. Sasa leo ndugu msikilizaji, nimekuletea bonge moja la story. Usiache kunifuatilia na kunisikiliza ili kupata story kama hizi nzuri na zenye kusisimua. Stori yetu ya leo inaitwa Kijana Aliyempenda Msichana wa Giza. Unajua, kuna wakati maisha hubadilika kwa sekunde chache tu, lakini wakati mwingine mabadiliko hayo huanza pale unapokutana na mtu ambaye hukupaswa kabisa kumfahamu. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu mikubwa, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Amani. Alikuwa na umri wa miaka 24 tu, mchapakazi na mwenye ndoto kubwa za maisha. Baada ya wazazi wake kufariki, aliishi peke yake katika nyumba walioiacha. Lakini kila siku alifanya kazi mpaka jioni, kisha akarudi nyumbani kwa miguu kupitia njia ya msituni. Watu wengi wa kijiji waliepuka njia hiyo usiku kwa sababu waliamini kulikuwa na mambo yasiyoelezeka. Lakini Amani hakuamini hadithi zao. Mimi naamini kile ninachokiona kwa macho yangu, aliwaambia marafiki zake kila walipokuwa wakimuonya. Sasa basi, usiku mmoja mvua ilikuwa imenyesha na anga lilikuwa limetulia. Mwanga wa mwezi ulitengeneza kivuli kizito kati ya miti. Amani alipokuwa akitembea, ghafla aliona msichana aliyesimama pembeni ya njia. Alikuwa mrefu sana, mwenye nywele ndefu nyeusi zilizofika mgongoni na uso wa kuvutia sana. Alikuwa amevaa gauni jeusi lililokuwa likipeperushwa na upepo mwanana. Kilichomshangaza Amani ni kwamba msichana huyo hakuonekana kuogopa kuwa peke yake katikati ya msitu. "Habari," msichana alisema kwa sauti ya upole sana. Amani alisimama. "Habari, unaishi huku?" Msichana alitabasamu. "Naishi karibu tu. Mbona sijawahi kukuona? Nimekuwa hapa muda mrefu kuliko unavyofikiri." Jibu hilo lilimchanganya Amani, lakini hakuliweka maanani. Walizungumza kwa dakika chache kabla ya kuagana. Usiku uliofuata, Amani alijikuta akiwaza juu ya yule msichana muda wote. Baada ya kazi, hakurudi kupitia barabara kuu kama kawaida. Badala yake, alipitia tena njia ya msituni. Na kweli, msichana alikuwepo pale pale. Safari hii walizungumza kwa muda mrefu zaidi. Msichana alisema jina lake anaitwa Laila, lakini hakutaja familia yake wala kijiji alichotoka. Kadri siku zilivyopita, Amani alianza kumpenda msichana yule. Alikuwa akihisi amepata mtu aliyemwelewa kuliko mtu mwingine yoyote yule. Lakini kulikuwa na jambo moja la ajabu. Laila hakuwahi kukubali kutoka msituni. Kila Amani alipomwalika kijijini, alitabasamu tu na kusema, "Mahali pangu si kule." Siku moja Amani alimuuliza mzee mmoja wa kijiji kama anamfahamu msichana huyo. Mzee alibadilika uso na kumuuliza Amani, "Umesema anaitwa nani?" "Laila." Mzee alinyamaza kwa sekunde kadhaa. "Kijana, acha kabisa kupitia njia ile usiku." "Kwa nini?" "Kuna baadhi ya majina hayapasi kutamkwa baada ya jua kuzama."
Amani alicheka sana. Mzee, hizo ni hadithi za zamani. Lakini mzee hakutabasamu. Alimshika mkono kwa nguvu sana. Nisikilize vizuri. Ukimwona tena huyo msichana, usikubali akushike mkono. Amani alistuka. Kwa nini? Mzee hakujibu. Aliondoka huku akitetemeka. Usiku huo, Amani aliamua kwenda tena msituni. Laila alikuwa akimsubiri. Safari hii alitabasamu zaidi kuliko kawaida. Kumbe umerudi. Nisingeweza kutokuja. Msichana akanyosha mkono wake. Leo nataka unishike mkono. Amani alikumbuka maneno ya yule mzee. Moyo wake ulianza kwenda mbio. Lakini macho ya Laila yalikuwa yamejaa upole na tabasamu la kuvutia. Pole pole, Amani akaanza kunyanyua mkono wake kuelekea kwa Laila. Je, ni nini kingetokea mara tu mikono yao ingegusana? Usikose kusikiliza episodi ya pili ya Kijana Aliyempenda Msichana wa Giza. Asante kwa kunisikiliza.